Yes, tangu kuanza kwa michuano ya AFCON barani Afrika inayofanyika nchini Morocco, timu ya taifa ya Morocco imekuwa ni miongoni mwa timu zinazolalamikiwa kweli kweli kubebwa na marefari ama waamuzi wa michezo hiyo. Morocco pamoja na kushinda michezo yake yote tangu kuanza kwa mashindano hayo, lakini baadhi ya mchezo wameshinda kwa tabu kweli kweli, ila pia kukionekana maamuzi ambayo yametiliwa shaka na mashabiki na wadau wa mpira wa miguu. Lakini jambo kubwa zaidi lilikuwa ni lile lililozungumzwa sana mitandaoni, lile lililotokea katika mchezo kati ya timu ya taifa ya Morocco na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Huku zikiwa dakika zinaelekea mwishoni, Morocco walikuwa wakiongoza kwa bao 1-0. Kiungo mshambuliaji wa Taifa Stars Idi Nado alisukumwa kwenye eneo la penalti la timu ya Morocco, lakini hata hivyo, pamoja na kwamba alisukumwa na kila kitu kikaonekana hadharani, mwamuzi hakutoa adhabu ya aina yoyote ile, ikiwemo kuinyima Taifa Stars pigo la mkwaju wa penalti. Hata walipojaribu kulalamika Taifa Stars kwa kiwango walichoweza, wakimwomba mwamuzi basi akajihakikishie kwenye chumba cha VAR, mwamuzi hakutaka kufanya maamuzi ya aina hiyo. Walijaribu kila waliloweza kujaribu, lakini mwamuzi wa mchezo huo yeye alisema ni fair play na kamua mchezo uendelee. Tukio hilo ni miongoni mwa matukio yaliyozungumzwa sana nchini Tanzania na nje ya Tanzania, katika mitandao mbalimbali ya kijamii pamoja na kwenye vyombo vya habari. Lakini hata hivyo, bado haikuweza kusaidia, kwa sababu mchezo huo uliweza kumalizika kwa Morocco kushinda bao 1-0 na Taifa Stars kufungasha virago vyao na kurudi Tanzania. Baada ya mchezo huo kuisha kati ya Taifa Stars na Morocco walifuzu na kupangwa na timu ya taifa ya Kameruni katika hatua ya robo finali. Baada ya CAF kupanga mwamuzi aliyetakiwa kuchezesha mchezo huo, ikiwa ni siku moja kabla ya mchezo, Morocco walilalamika kweli kweli. Shirikisho la mpira wa Morocco lililalamika kweli kweli, likidai ni kwa nini halikushirikishwa mapema juu ya mwamuzi gani atasimama katikati kwenye mchezo huo, jambo ambalo lilishangaza wadau wengi wa mchezo. Inakuwaje timu inalalamika kwa sababu tu eti haikufahamishwa kuhusiana na mwamuzi wa mchezo atakayesimama katikati kwenye mchezo wao, tena wakihoji ni kwa nini hawakuambiwa mapema. Pamoja na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu kushangaa hatua hiyo ya Morocco, shirikisho la soka barani Afrika lilimbadilisha mwamuzi huyo na kuweka mwamuzi mwingine kwa malalamiko tu ya Morocco iliyodai ya kwamba mwamuzi huyo alikuwa akitokea nchini Misri na wao hawakutaka mwamuzi wa kutoka Misri. Basi alipangwa mwamuzi Dahane Beida kutokea nchini Mauritania. Katika mchezo huo kati ya Morocco na Kameruni, utata mwingine ukajitokeza ulioihusisha timu ya Kameruni kutendewa kusiko kwa usahihi. Mwisho wa siku, Morocco akashinda mabao 2 na kutinga hatua ya nusu fainali, ambapo sasa watawakabili Nigeria. Baada ya kelele nyingi za wadau wa soka kusikika mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, leo kuelekea mchezo kati ya Morocco na Senegal, kocha wa timu ya taifa ya Morocco Walid Regragui amezungumza kuhusiana na jambo hilo. Kocha Walid amesema penalti dhidi ya Tanzania, watu wamejaribu kulifanya tukio hilo kama mchezaji mwenye kilo 20 ameguswa na mchezaji mwenye kilo 120 na kulifanya kuwa ni penalti. Kwa mfano, ingekuwa England kwa maana ya Uingereza, ile isingekuwa penalti.
Huyo ni kocha wa Morocco ameyazungumza hayo wakati akizungumzia swala la Morocco kutajwa kuwa wanapendelewa kwenye michuano ya AFCON 2025. Walid amesema Morocco pia ina malalamiko mengi kwa waamuzi, ila kwa kuwa ni wenyeji, watu hawayazungumzii kabisa matukio wanayofanyiwa Morocco. Haya ameyasema kocha Walid Regragui kwenye mkutano wa waandishi wa habari kuelekea mechi yao, kwa maana mechi ya Morocco dhidi ya Nigeria hapo kesho saa 5 za usiku. Nini maoni yako? Nini unasema kuhusiana na hiki kilichozungumzwa na kocha wa Morocco ya kwamba hata wao wanatendewa mambo ya hovyo tu kwa sababu ni wenyeji, basi wao hawazungumzi? Lakini pia swala la kwamba mchezaji wa Stars aliyesukumwa limefanywa kuwa kama vile mchezaji wa kilo 20 alisukumwa ama aliguswa na mchezaji wa kilo 120. Unalizungumziaje? Tuandikie hapo chini kwenye comments, lakini pia usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe channel hii ili tuendelee kupeana habari kemkem za kimchezo kutokea hapa Sportivaya.